asifiwe kanisa. Basi niwaalike tena katika ibada takatifu. Ikiwa ni mwendelezo wa ibada yetu hii ya meza ya Bwana. Basi tutakwenda kuimba, tutasimama wote kwa kuimba wimbo namba 97, Sioshwi dhambi zangu. Baada ya hapo tutapata ombi, kisha taratibu zingine zitaendelea. Karibu namba 97, beti la kwanza na la pili. Simame. Sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu, hapendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu, na kunisafi sina ila damu yake Yesu, wala udhuru tena ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Tuinyamishe vichwa kwa ajili ya ombi. Baba mtakatifu, Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, tunakualika tena wakati huu, mioyo yetu ikiwa imepondeka tayari kwa kupokea utakaso kutoka kwako, kwa kupitia divai hii na mkate huu, ikiwa ni ishara ya kukubali mauti ya Yesu Kristo ambayo ilitupa maondoleo ya dhambi. Tunakualika katika masaa haya uweze kujumuika pamoja nasi, ukigusa mioyo yetu na nafsi zetu. Katika Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Basi wakati huu tutapata wimbo kutoka kwa Mzee Ntahondi. Karibu. Yesu Bwana Mwokozi haishi milele. Yesu Bwana Mwokozi haishi milele. Najua kwamba yupo pamoja na mimi. Sauti nasikia, rehema naona. Wakati namhitaji yupo nami.
yu hai, yu hai, yu hai. Bwana Yesu atembea, azungumza nami siku zote. Yu hai, kutoa uzima. Hivi ndivyo nijuavyo, yu hai ndani yangu. Ulinzi wake upo, rehema naona. Miguu ichokapo sikati tamaa. Najua anaongoza kupita dhoruba. Siku ya kuja kwake nitamwona. Yu hai, yu hai, yu hai. Bwana Yesu atembea, azungumza nami siku zote. Yu hai, kutoa uzima. Hivi ndivyo nijuavyo, yu hai ndani yangu. Basi nawalika wote tuweze kushiriki neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 11 na fungu la 23 pamoja na lile la 24. Asema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akisema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tumeitwa na Bwana tuweze kufanya hivi kama tunavyohuduma tunaenda kuifanya mchana leo kwa ajili ya kukumbuka kazi kubwa ambayo aliweza kuifanya kwa ukombozi wetu. Tutaenda kuumega mkate kama jinsi alivyotuagiza, tukikumbuka kafara yake pale msalabani kwa ajili ya kukomboa sisi tupate kuwa huru kutoka katika utumwa wa dhambi. Sasa tutaenda kupiga magoti tulioko huku mbele kwa ajili ya kupata ombi, na nyinyi mtaendelea kuketi wakati ombi likitolewa. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Mungu Baba mwenyezi wa mbinguni. Tunasema asante kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Siku hii ya leo na tukio linaloenda kutendeka leo limeandikwa mbinguni, na tayari ilikuwa imekupendeza siku hii ya leo tupate kushiriki agano lako. Tazama saa hii tunapoenda kumega huu mkate, Kristo likawe dhihirisho ya uwepo wako ndani ya maisha yetu. Tunashukuru kwa ajili ya ukombozi uliotoa kwetu pale msalabani. Basi sasa tunajikabidhi mikononi mwako ili hili linaloenda kufanyika hapa likadumu maishani mwetu na kutukumbusha zaidi kukimbilia msalaba. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.
Wakorintho wa kwanza sura ile ile ya 11 kuanzia mstari wa 25. Na hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Andiko haya yanatukumbusha juu ya damu ya Yesu ya thamani ambayo imetukomboa kutoka katika dhambi. Anatukumbusha ya kwamba kila tunapotumia mkate huu na damu hii, itukumbushe tu ya kwamba tunaitangaza mauti ya Kristo ambayo ndio ondoleo la dhambi zetu. Mauti ya Kristo pekee ndio inayotupa jasiri sisi wa kuweza kuona thamani ya Ukristo wetu tulio nao. Kwa hivyo tunapotumia, tukumbuke ya kwamba tunaitangaza mauti ya Kristo. Tutakuwa na wakati wa ushuhuda wakati maandalizi yakifanyika hapa. Napenda kuona ambao labda wana ushuhuda. Lakini hata kama ambaye na wimbo wa kumwimbia Bwana. Hivyo tutakapokwenda kupiga magoti na kupata ombi la pili, utapita hapa mbele na kuchukua maiki kwa ajili ya kumshuhudia Mungu katika makuu ambayo amekutendea. Asante. Tuombe. Haleluya. Baba ishiye juu mbinguni, tunasema ni asante Mungu kwa masaa mazuri. Zaidi Mungu, angalia tunaweza kutumia divai ambayo ni uthibitisho wa damu yako ambayo umeweka msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tunaomba uweze kututakasa na kutusafisha makosa yetu, ya Mungu wetu. Zaidi Mungu, tunaomba ukubali katika ufalme wako. Tunajikabidhi kwako tukiomba na kuamini katika jina la Kristo yake na mwombezi wetu. Amen. Basi yule ambaye ana wimbo au mwenye ushuhuda wakati tukiandaa kwa ajili ya mashemasi, unaweza ukasimama ukaja hapa mbele kwa ajili ya huduma hiyo. Na utaratibu wetu utakuwa mashemasi wataanza, watapita wa mkate, utasimama, kisha chukua mkate, kisha watakuja divai, utachukua pia. Na hutatumia, utasubiri mpaka tutakapokuongoza kuweza kufanya hivyo. Tutakuwa tunaimba wimbo namba 33. Kama kuna mtu atakuwa na ushuhuda, atakuwa anakuja hapa wana wimbo, tutastop kuimba kote ili tumsikie. Namba 33, karibu sana, univute. Karibu sana sana daima niwe Bwana, napenda
bado niseme sijaanzia hili kanisa, lakini namshukuru Mungu. Mungu ni wa ajabu sana. Familia yetu sisi, mamangu ni Mwadventista, lakini mimi sikupenda Uadventista. Kwa hiyo hata nyumbani walipokuwa kishiriki maombi mara nyingi mimi sikuwa napenda, na nilikuwa nikisali makanisa ya Jumapili Lutheran. Kwa kweli nimepita makanisa mengi sana kumtafuta Mungu. Nilikuwa namtamani Mungu sana kwenye maisha yangu. Nilihangaika sana makanisa mengi, lakini huyu Mungu ashukuriwe sana. Kila siku nawaza, tunamuuliza Mungu, nataka kujua kanisa la kweli, lakini shetani huwa anatuchengesha sehemu ndogo sana. Nilienda kumomba Mungu mpaka mwaka jana, nilipita kwenye mtihani mgumu sana, lakini nimeona Mungu akinivusha pale aliponiongoza yeye mwenyewe kwamba nenda kanitafute kwenye kanisa la Waadventista, ndiko napopatikana. Kwa kweli tangu nimeingia kanisani, nimemwona Mungu akijifunua kwenye maisha yangu kwa viwango vya ajabu sana. Kila siku ninamuomba Mungu, nisaidie nipende Biblia. Ndicho kitabu ambacho Mungu ameniambia kishikilie sana kwenye maisha yako, kitakufanyia mambo makubwa na utanitukuza. Na kwa kweli kila siku natamani Sabato ifike nije nikae tu katika uwepo wa Bwana. Kama kuna mtu ambaye moyo wake bado hauamini kama Mungu ana nguvu, basi leo amini kwa ushuhuda wangu. Mungu anaweza. Mungu amenitendea mambo makubwa kwenye maisha yangu ambayo siwezi kuyasimulia, lakini wakati ukifika nitawashuhudia pia, ili kuwatia moyo na wengine wajue kwamba Mungu anaweza kumtumia mtu yeyote kwa umri wowote, pale utakapoamua kujitoa maisha yako kwa kumaanisha. Mimi nimejitoa na nimemwona Yesu akibadilisha maisha yangu. Muniwepo
105. Jisho. Nenda F. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya familia yangu. Kwanza kwa mdogo wangu, tumepishana miaka 3. Kwa sasa amemaliza form 6, lakini tangu aingie advanced level, baada ya kama miezi akaanza kubadilika tabia. Akawa haongei na mtu yote nyumbani. Yani akiingia anakunja sura, tukimwongelesha haongei, yani atabasamu, ni mtu mwenye hasira muda wote. Akiambiwa na mama labda fanya hivi, anakasirika kabisa, anaanza kulia. Na ni mtoto wa kiume. Kuna kipindi aliamua hata kwenda kwa mama, akawa anapiga magoti, analia, anasema mama sitaki shule. Sitaki shule, nataka niende kufanya mpira. Mama aliumia sana, akamuelezea tu inabidi usome. Yani alimuelezea kama mzazi, akamwambia lazima uende kusoma, mimi ndo naye kulipia ada, lazima uende kusoma. Basi akawa anakazania hivyo kusoma, lakini alikuwa mgumu kweli. Hatumuoni akiwa anasoma, na hivyo alikuwa anakasirika sana. Tulimwomba Mungu kwa kweli kwa ajili yake, tulimwomba sana. Na namshukuru Mungu, tangu mwaka huu umeanza amebadilika kabisa. Anasoma kwa bidii, anarudi nyumbani anafurahi, anapiga story na mimi na mama, anapiga story yani zaidi hata nilivyotegemea. Nabaki kufurahi na kumshukuru Mungu. Hilo ni la kwanza. La pili, nilivyoanza chuo nilipata rafiki wa kiume. Tulipendana sana. Tulipendana sana na niliamua kumwambia mama kuhusu yeye. Mama kama mzazi mwingine alikubali, akawa anamwangalia na nini, lakini ilifika wakati kulikuwa kuna rafiki yangu na rafiki yake pia ambaye aliingilia kati. Akaenda kwa mama, yani alikuwa anatusumbua sana, anaika vitu vya uongo. Akaenda hadi kwa mama, akamtishia mama yangu kwamba mwambie mtoto wako achane na huyo kijana na vitu kama hivyo. Hata alitishia kuwa ataniua mimi, atamuua mama. Lakini kwa jambo kama hilo, na kwamba tulikuwa hatujaoana bado, kwa mama alinishauri niachane na huyo kijana. Lakini kiukweli tulikuwa tunapendana sana. Kwa hiyo ikawa tunaficha kwa mama, lakini kiuhalisia tulikuwa tujaachana. Tulikuwa tunaendelea hivyo hivyo huku tukimwomba Mungu. Nilikuwa najaribu kila mara niende kumwambia mama, namuingizia kati, mama anakasirika kabisa, anasema sitaki kusikia. Kuna kipindi hata huyo dada alimtumia message mbaya mama, zikimuonyesha kwamba ni mimi naongea na huyo mkaka. Nikamwambia mama sio mimi. Mama alinikasirikia sana, akasema sitaki kusikia upo na huyo kijana. Na nikamwambia mama lakini yupo vizuri, watu wengine wote wanamjua kwa tabia yake nzuri. Lakini mama alikuwa hataki kusikia kabisa, na akasema hata ukijaribu kuniombea mimi haipo hiyo kitu, hata Mungu mwenyewe mimi namchukia sana huyo kijana, sitaki kusikia. Lakini namshukuru Mungu, juzi nilijaribu imekaa, yani ilikuwa ni ugomvi mkubwa, hata nyumbani sijisikii kwenda nyumbani. Hata tukiona yani hatuwezi kuongelea kabisa, na unajua mtoto wa kike lazima aongee na mama yake mambo ya kuhusu hayo. Kwa hiyo ilikuwa vigumu sana kuongea na mama. Ilikuwa vigumu sana kuongea na mama kuhusu hayo mambo, na inaumiza kwa sababu unatamani kumwambia mambo mengi, akufundishe mambo mengi, lakini hauwezi kupata hiyo nafasi. Ilichukua takribani 1.5 mwaka. Mahusiano yetu yalikuwa sio mazuri kabisa.
Lakini namshukuru Mungu mwaka huu nilikuwa naomba, kwa kweli naomba Mungu amsaidie mama, atusaidie, atukubali. Basi mwaka huu niliingizia, nijaribu kutikisa kibiriti kidogo. Nikamwambia mama, mwaka huu na graduate na kwenye graduation yangu fulani atakuwepo. Akasema hapa sijui itakuwaje. Akasema na nyie mnavyopendana. Basi mwambie ukimaliza chuo alete barua. Nilishangaa sana. Nikasema huyu Mungu ni wa ajabu, anaweza kubadilisha hata vitu ambavyo sio vya kuonekana. Nawasii uombe kwa vitu ambavyo hata ambavyo unadhani sio vya kubadilika. Mungu anabadilisha nafsi pia. Mungu anabadilisha mtu, tabia pia. Tuendelee kuomba. Kwa ushuhuda huu tuimbe wimbo namba 79 beti moja. Alafu Angel ataendelea. Wimbo namba 79 beti moja, alafu dada Angel ataendelea. Nataka imani hii. Nataka imani hii. Twende. Nataka imani hii, imani imara ambayo haitetemi kitu chote wakati wa shida. Kwini isiyonung'unikia huzuni tabu, lakini katika saa ya matata humwamini Mungu, humwamini
Wote tumepata? Kuna ambaye bado? Kwa ishara ya mkono. Wote tumepata? Kate na divai? Sijaona mkono. Basi kwa kicho tushiriki tukikumbuka mauti ya Yesu msalabani. Basi wakati mashemasi wakiwa wanapita kukusanya glasi hizi ndogo, tutaendelea na uimbaji pamoja na ushuhuda. Samueli, karibu. Nimekumbushwa kuwakumbusha kwamba glasi zisibebanishwe.
Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Marko sura ya 14 mstari wa 26. Marko 14 mstari wa 26. Nao walipokwisha kuimba walitoka kwenda mlima wa Mizeituni. Mchana wa leo tutaendelea huduma hii kuanzia saa 9 tukiwa na kipindi cha uimbaji na shuhuda. Yako mengi ambayo tunapaswa kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ametuvusha. Kwa hivyo niwaalike mchana wa leo tujumuike tena saa 9 kamili. Tutaendelea na huduma kwa na uimbaji pamoja na shuhuda. Lakini lipo jambo jingine, kama na mtu ana taarifa juu ya hitaji la kupelekewa huduma ili kwa nyumbani au mahali pengine popote, huduma hii inaweza ikafanyika pia. Kwa hivyo utatuona mimi au mzee Isa ili tuweze kuipeleka huduma hiyo. Wapo wazee wengine ambao hawajaweza kuja kanisani, lakini wapo pia wagonjwa ambao huduma hii wanahitaji. Kwa hivyo kama kuna mwenye taarifa hiyo, anaweza katuona tukapeleka huduma hii. Lakini lingine ambalo ninalipa msisitizo, tutakwenda kutoa sadaka ya wahitaji. Mashemasi watakuwa wakipita kwa wale ambao mko nje, lakini kwa ambao tupo ndani, wakati tunatoka kwa kupitia mlango huu, shemasi atakuwa amesimama pale kwa ajili ya kutoa sadaka kwa ajili ya wahitaji. Sadaka hii imekuwa ikiwagusa watu wengi sana, na watu wengi sana wameona mshikamano wa kanisa letu kwa kupitia sadaka hii. Kwa hivyo nakualika tu uwe sehemu ya kuwagusa watu wengine kwa kupitia mahitaji yao ambayo wanayo mbalimbali. Kulikuwa na karatasi ambalo linapita. Ni kawaida huwa tunaandika mahudhurio ya waliohudumu katika ibada ya meza ya Bwana, au kama karatasi lipo katika meza yako, shemasi amekuwa akipita kwa ajili ya kuyakusanya makaratasi hayo. Basi wakati tunatoka, Samuel atatuongoza kumalizia beti la 3 na la 4 la wimbo namba 97, sioshwi dhambi zangu. Tusimame kwa ajili ya ombi. Basi tuombe. Baba mtakatifu, asante tena kwa wakati huu. Mioyo yetu ina furaha kwa kuwa tumedhihirisha ya kwamba umekuja kati yetu. Kwa kupitia divai pamoja na mkate, tunatangaza mauti yako, ya kwamba wewe ndio mkombozi ambao ulikuja kuondoa dhambi zetu na dhambi za ulimwengu mzima. Tunatoka hapa tukiwa na ujasiri ya kwamba utakuwa pamoja nasi na utaambatana pamoja nasi